Shalom shalom, karibuni wote kwenye maombi ya siku ya kwanza ya kufunga na kuomba kutafuta uso wa Mungu. Welcome all to this session. Amen. Sasa maombi, nataka nielezee kitu kimoja kwenye haya maombi. Maombi ya siku ya kwanza, maombi yanasema ask for forgiveness and the desire to be under subjection to the word of God, and to all those who are above you, also forgiveness over every noise of the world that you have allowed to destroy God's will upon your life. Amen. Kitu nachoelezea kwenye maombi ni tunaomba maombi ambayo yanakufanya wewe kubadilisha maisha yako na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Amen. Haya maombi tunayoyaomba ni maombi yanayobadilisha mfumo mzima wa maisha yako. Ndio maana tunasema ni maombi ya kutafuta uso wa Mungu. It's the prayer of seeking God's kingdom and nothing else. We are not asking about cars, we are not asking about money, we are not asking about artificial things. Tunaomba ufalme wa Mungu ili vitu vyetu vifanyeje? Viende. So ili ombi linasema omba msamaha na hamu ya kuwa chini ya neno la Mungu. Mara nyingi hatupokei kwa sababu hatuko submissive kwenye neno la Mungu. Unapokuwa submissive kwenye neno la Mungu, ndipo utakapopata majibu na matokeo yataonekana. Whenever you are under subjection of the word of God, that's when you see your results. Amen. Sasa usipokuwa chini ya neno la Mungu, usipokuwa submissive, usipojiruhusu kuwa chini ya neno la Mungu, kinachofuata ni unaruhusu kelele za dunia kuja kukupa mtindo wa maisha. So unakuta mara nyingi tumeruhusu kelele za dunia, kelele zinazoendelea, zinazotuzunguka kucontrol maisha yetu yote kwa ujumla. So kelele za dunia unapoziruhusu kwenye maisha yako, unapoziruhusu take over your life, it destroys everything. That's why unakuta unapoenda hospitali ukiambiwa taarifa fulani kwamba wewe figo zako zimefeli au wewe hiki kimetokea, basi maisha yako yote yanaisha. Kuna muda mwingine unajua kwamba kuna mtu anaumwa, lakini kabla ya yeye kugundua ugonjwa anaoumwa yuko sawa kabisa, lakini atakapoambiwa kwamba unaumwa ugonjwa fulani, ndo reaction zote na symptoms zote zinatokea. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya kelele. So kelele zina uwezo wa kubadilisha mfumo wa maisha yako. Are you getting what I'm telling you? The noise of the world, they are able to destroy your life completely. So kwenye haya maombi ya siku ya kwanza, aturuhusu, tunaomba kuwa chini ya neno la Mungu na sio kuwa chini ya kelele za dunia. Unaporuhusu kelele za dunia kuja kwenye maisha yako, inamaanisha maisha yako yanakuwa kwenye mfumo wa dunia. Na unapokuwa kwenye mfumo wa dunia ni ngumu wewe kupokea, kwa sababu maisha yanaanza kwenye ulimwengu wa rohoni. Kwa sababu maisha tunayoyaishi mwilini ni result ya maisha tulionayo rohoni. So unapofunga na kumwambia Mungu, nakataa kuruhusu kelele za dunia kunifikia, inamaanisha unazuia kile kitu ambacho kinakuharibu. Are you get what I'm saying? Ukisoma kitabu cha Yohana 1:7-10, usome pia na Zaburi ya 51 kwa ajili ya msamaha, kwa ajili ya rehema za Mungu. Na kumbuka, tunapoongelea msamaha, hatuongelei tu kuomba msamaha kwa Mungu, pia tunaachilia, tunasamehe pia na wale waliotukosea. If you don't forgive those people, it's very hard for you to prosper in life. Ndio maana unakuta aliyekukosea anapoomba msamaha kwa Mungu, yeye anasamehewa, wewe ndo unabaki mwenye kosa. So kuna uwezekano kabisa yule aliyekuomba msamaha kaenda mbinguni, wewe uliokosewa ukaenda motoni, kwa sababu hujaruhusu kumuondoa moyoni. Kwa sababu huwezi kubarikiwa kama kuna kitu ambacho tayari kipo moyoni. God cannot give you something when you already have something. Kwa mfano, mikononi mwangu sasa hivi hapa nina Biblia. Siwezi kupokea kitu kingine maana tayari kuna Biblia. So lazima niachilie hii Biblia ili mkono uwe empty ili nipokee. So Biblia hii inaweza ikawa ni maumivu. Biblia hii inaweza ikawa ni matatizo. Biblia hii inaweza ikawa ni kinyongo. Biblia hii inaweza ikawa ni hasira. So I have to let it go. Natakiwa niviachilie vitoke moyoni so that I'll be able to receive my blessing. So mara nyingi tunajifungia kwa sababu ya vitu tulivyoshikilia. Ndio maana leo tunaomba msamaha wa Mungu na kuruhusu na kujiruhusu wenyewe kuwa under subjection of the word of God, kuwa chini ya neno la Mungu, pia na kukataa kelele zote za duniani kuja kwenye masikio yetu. Amen. Kwa sababu hizo kelele ndo zinakuja kuharibu mfumo wa maisha yako.
Are you getting what I'm telling you? Now I want you to pray in the name of Jesus. Begin to pray wherever you are. Anza kuomba, anza kuomba. Father, we pray in the name of Jesus by the Spirit of the living God. Mungu, tunaomba msamaha, tunarehemu wale waliotukosea. Mungu, tunaomba utusamee. Mungu, tunapowasamee wale waliotukosea, tunaomba utusamee Bwana. Na kataa kutokupokea matokeo, nakataa kutokupokea maisha yangu kwa sababu ya kutokusamehe. In the name of Jesus Christ, Father, I pray by the Spirit of the living God, roho yoyote ya kutokusamehe inaozuia kusudi lako kutokufanyika juu ya maisha yangu, linaozuia baraka zako kutokunifikia, Mungu, naomba rehema zako in the name of Jesus. And Father, tunaomba kuwa chini ya neno lako, tufundishe jinsi ya kuwa chini ya neno lako kwa damu ya Yesu Kristo, na nakataa kelele zote za dunia kutawala akili zangu, kutawala fikra zangu, kutawala maisha yangu in the mighty name of Jesus, oh God. Father, I choose to be subjected under your word, oh God, in the name of Jesus. As I forgive others, also God forgive me, oh God, in the mighty name of Jesus. And I destroy everything, every strong heart, every stubborn spirit that destroys your will in my life, in the mighty name of Jesus. And every noises of the world, Father, forgive me for accepting, for allowing noises of the world into my life, in the mighty name of Jesus. Now vunja kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. By the Spirit of the living God, I break every spirit, I break every chain, I break every principalities, in the mighty name of Jesus. From today, oh God, I shall be under subjection of your word, in the name of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.